Mtazamaji, Kenya ilipata sifa kuu kwa kuandaa kongamano la 3 la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira iliyovutia zaidi ya washiriki 4,000. Maazimio hayo yananuiwa kuongoza sera zitakazoundwa na mataifa ili kulinda mazingira ya binadamu na wanyama. George Maringa anaarifu zaidi kuhusiana na hilo kongamano. Ni kongamano lililoleta pamoja wana mazingira takriban 4,000 kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Takriban mawaziri 100 waliwakilisha serikali za mataifa yao. Na hii leo wakabuni maazimio 16 ya kulinda mazingira kwa mwaka mmoja, huku kipaumbele kikiwa kuharamisha matumizi ya plastiki. We have been able to make a political declaration. It's the first of its kind, and all the delegations were ready for finding compromises on key issues. So it has been an astonishing success. Hapo jana Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kuwa serikali yake itaunga mkono juhudi za kutunza mazingira, teknolojia na sayansi ikiwa mojawapo ya mbinu zitakazotumiwa kubuni njia mbadala. Kenya ikijizolea sifa si haba kwa kuandaa kongamano hilo. We still have a long way to go. Kenya cannot be cleaned in a day, and enforcement cannot be done in a day. As a Kenyan, we still have a duty to tell your neighbor what they are doing is wrong and to inform NEMA. So, as we speak today, our inspection teams are still out, but every day we gather information and we hope we do not have our citizens there. Kongamano hilo lilitoa nafasi mwafaka kwa wanasayansi haswa wa Kenya kuonyesha ubunifu wao. Kwa mfano, tazama gari hili aina ya tuktuk linalotumia stima. Ndilo la kwanza katika Afrika Mashariki na ya Kati, jambo ambalo waliounda wanajivunia. It is not a hybrid like all the other cars that we have in Kenya. This is purely battery run. It takes about 8 hours to charge the tuk-tuk, and it only eats that 3 units of electricity, so that's about 40 shillings. Kongamano la 3 kuhusu mazingira la Umoja wa Mataifa limekifikia kikomo hapa Gigiri, na baiskeli kama hizi zitatumika ili kusafisha mazingira, kwani hazitoi moshi na zinasaidia katika kuondoa msongamano mijini. George Maringa, KTN News, Nairobi.